Wenzenu nina majanga. Nina majanga, Mungu mwenye shahidi. Mbona unatutisha? Pia na siku hizo hajarudi nyumbani. Siku nne. Huyo pika rudishwa shule tangu juzi. Mwalimu anataka ada yake. Nimtafute wapi na dada? Nampigia simu, saa nyingine apokee, inaita. Saa nyingine akipokea ndo anajibu shiti. Ila umwapigia ndugu zake, maana ni binadamu huyo. Ndugu zake si mtu anapokea simu. Kama huyo dada yake ndo hataki kabisa ujinga wake, na kila siku namwambia. Omba tu Mungu ndugu yangu. Na majanga wewe tu. Mimi mwenyewe mume wangu haeleweki. Yaani anaondoka achi hela. Maisha yamekuwa magumu. Mume wangu anapiga jamani. Sijana tena mume wangu ananipigia. Si naona. Halo mume wangu. Halo. Habari ya kazi. Uko njiani unarudi? Sawa mume wangu, ngoja nikuandalie. Aya, nakupenda pia. Nakupenda mume wangu. Mume wangu sawa. Ufike salama. Kila mtu changamoto hapa. Au mnakosea wapi jamani? Mbona mimi niko na amani tu na mume wangu? Au kuna vitu mnakosea jamani? Unakumbuka kipindi nimeolewa mimi na Baba Prince? Akiweka mguu wake, nimeweka mguu wangu. Nikiweka mguu wangu, nimeweka mguu wake. Yaani mapenzi yalikuwa moto moto. Omba tu Mungu ndugu yangu. Wanaume hawatabiliki. Shoga yangu wewe unijua. Tumejuana leo. Kuna kitu gani yule mwanaume mimi simfanyii? Usichokijua wewe. Wapi labda kama mimi nakosea, niambie Sabri umekosea sehemu fulani. Inawezekana kuna vitu hamwendi sawa, mwatimizie. Shoga yangu tu muache akampike mume. Wake umeshasikia. Shoga endelea na tuendelee kula mume wangu. Najua una njaa ujue. Umechelewa kurudi leo. Mimi nakuombeaga sana dua mume wangu. Kila ninaposwali. Nisikupate misukosuko kazini. Wala njiani. Wala ndani ya ndoa yetu. Najua mke wangu kila siku ananiombea. Hata mimi nakuombea. Uishi vizuri. Ukae vizuri. Najua Mungu anatunusuru. Napenda sana yani tukae kwa amani. Jinsi nikitizama wanawake wenzangu wanavyopata shida kwenye ndoa zao. Wanavyoteseka. Wanapitia changamoto nyingi. Mimi ni nani mpaka Mwenyezi Mungu anifanye niishi kwa raha ndani ya ndoa yangu? Wewe kwa sababu unamwomba Mungu. Ndio maana Mungu anakuepushia na mabalaa. Unajua kuna watu wanaishi tu wanajiona kama majumba wao. Kweli? Hata kama muombe Mwenyezi Mungu. Sisi tunamwomba Mwenyezi Mungu kila siku atunusuru ndani. Basi tuombe. Umekula nyama? Umekula mume wangu. Kula nyama. Umekula mume wangu. Kula nyama. Unajua unapopenda nyama? Nimepika nyama nyingi leo. Ziko wapi? Nitakupa baadaye utakula supu. Umeshakoga. Alafu. Wale hapa mgongo nasikia kama unauma. Kazi yangu tena hiyo. Kazi yangu hiyo. Najua kazi yako. Mwananga. Sijali mwangu. Mimi na wewe tena. Hivi shakujiona kwa kio? Ushajiangalia? Kweli? Wewe ndio kioo changu. Haya. Mimi ndio kioo chako sasa. Ngoja nikusomee sasa. Una pua ya Kihindi, macho ya Kichina, Mashallah.
Alafu mdomo wa kizungu. Basi kuchanganya. Unakuwa maliki. Nashukuru sana kwa kuliona hilo mwanangu. Asante mke wangu. Na mimi najivunia kupata mume handsome, mume wa ukweli. Sasa kinachofuata kapumzika. Alafu Shapumzika kidogo, nenda bafuni kuoga, alafu nirudi chumbani. Mimi naje hii alafu ina mwisho wake. Ina mwisho wake? Kama kawaida. Alafu tunapanda kitandani. Alafu tunapumzika. Unajua unavisa mwangu wewe. Okay, sasa hii mikate mnauzaga shilingi ngapi? Ninao sasa hivi mna bei. Hayo ndio bei dada, beche. Haya basi ingia ndani. Niangalizie nani change yangu imebaki. Umali. Tuko kipindi kile tulikuwa tunasoma. Nilikuwa nakupenda sana. Vipi mzima? Wewe, mara wenu mpaka barabarani. Wewe. Sikiza nikwambie. Toka. Toka nimekwambia. Hamna, unachokifikiria sio. Toka. Nimekwambia ondoka, nitakudhalilisha, ondoka. Sikiza nikwambie wewe. Tabia kumbatia waume za watu barabarani. Ukome, nimeshakwambia. Umesikia? Umenielewa wewe? Niangalie vizuri. Nitakufanyia kitu kibaya. Mkangu. Njoo nipokee basi. Mkangu. Naomba msamaha ambalo kosa sio la kwangu. Naomba nisamehe. Ulichokiona sicho nachokifikiria. Najua nimekukosea. Naomba nisamehe. Twende tukakaa kwenye kiti. Hapana mume wangu. Umenikosea sana. Niamini mke wangu. Nakupenda wewe. Hamna mtu mwingine nampenda zaidi yako. Wewe ndio ambaye nimepangiwa niishi na wewe. Kwa hiyo nakupenda wewe. Unachokifikiria tofauti kabisa. Kabisa. Hakipo kabisa. Yaani unachukulia kirahisi wakati nimekushuhudia kwa macho yangu. Nisamehe. Sivyo unavyofikiria. Nakupenda mke wangu. Nakupenda. Naumia sana mume wangu. Nimekupenda sana mpaka unanifanyia vitu kama hivi. Kwa sababu gani? Kwa nini unanifanyia hivi mimi? Unakosa nini? Nini mimi sikufanyia? Sawa mke wangu. Niko chini. Naomba nisamehe. Nimekukosea.
Nakubali kosa lakini sio nilichofikiria. Kweli. Umenikosea sana. Najua nimekukosea. Naomba nisamehe wangu. Unajua mimi nakupenda, kwa nini unanifanyia hivi? Sitorudia tena kufanya kitu kama kile. Sitorudia kidogo. Sawa. Unaniahidi utarudia? Yeah, sitorudia. Utarudia nifanye nini mwanangu? Fanya maamuzi yote. Sipendi urudie. Fanya maamuzi yote mke wangu. Sitaki kuona unarudia tena. Sitaki kurudia tena. Usirudie tena mwanangu. Sirudi. Sirudi mke wangu. Sirudi. Dogo vipi? Asafi ya Kashom. Jambo. Vipi mke wangu? Mbona kama unaumwa vipi? Saa ngapi sasa hivi? Ni kazini, nimechelewa kazini. Na simu ulikuwa upokei wala message ujibu. Ya, ni kweli ila sasa tatizo ni mke wangu. Tulikuwa na kikao. Kwa hiyo tukawa tumeweka simu silence. Kwa hiyo kikweli pale sikuweza kutumia simu. Kutokana na pale ni silence unatakiwa na hautotumia simu. Mweke silence, si ndio eh? Ha. Unajua siku hizi umekuwa muongo sana wewe mwanaume. Sikia mke wangu, ni kweli niliweka simu silence na nikawa nimeshindwa kutumia simu. Kwa kuwa narudi nyumbani ina haja gani ya kupiga simu? Unajua umekuwa muongo sana. Sasa uongo wako unaoongopa. Yaani wa kitoto sana yani. Yaani haufikiri kwamba unayemuongopea ni mtu mzima mwenzangu. Kwamba nimechelewa niko kazini. Naomba unielewe kitu kimoja. Umechelewa kazini na pombe zako hizo unazonuka. Wewe unanipazia mimi sauti sile? Ndio, kwani shida nini? Hebu kuwa na adabu. Mimi ni mkeo na nataka kujua Kuwa ukweli na wa nyendo adabu. zako. Umebadilika sana tabia mimi. Kuwa na adabu mke wangu. Umesikia? Jua unaongea na nani? Mimi nakujibu kama mkeo. Tabia ya kunirudia hapa umechelewa, simu zangu upokei, mwanzo na mwisho. Sawa, sipendi upuuzi. Nimekuambia nimechelewa kazini. Elewa nimechelewa kazini. Hivi mimi na wewe nani mpuuzi? Asiyepokea simu anasababisha wenzio wakae wanamsubiria yeye, alafu hapo atoi taarifa yoyote. Unaniita mimi ni mpuuzi? Tena malaya kabisa. Wewe unachelewa kurudi unapitia wapi? Mimi malaya. Ndio, acha tabia za kimalaya, utanisikia mimi nikiongea. Wewe unasubiri nini mpaka Mimi malaya. Mimi malaya. Mimi malaya, sio? Kaka, nini unafanya hicho bwana? Unaona shemeji yako anaita mimi malaya? Hebu muache basi kwanza. Sasa ole wako. Urudie tena kusema hilo neno malaya. Halafu utaona. Jamani, unaona lakini mambo ananifanyia kaka. Unajua nyinyi ni watu wazima. Natakuwa mkae mambo yao kuongea nyinyi wenyewe. Hapo mnamalizana. Sio mnakuja mnapigana tu hadharani kama hivi. Nasiwezi. Ni vitu tu ambavyo vinanikoroga. Yaani na kichwa changu naona kiko sawa. Pole kwa kupiga. Nimechoka mangu, bora tu niache kama unitaki. Nakupenda sana. Kama mtu ambaye nampenda zaidi ya wewe. Kwa nini unanifanyia visa kama unanipenda kweli? Nakupenda. Nisamehe kwa hili. Sawa. Nisamehe. Ni kazi tunachelewa kazini. Sio kwamba eti kwamba unachokifikiria wewe tofauti. Sawa mwanangu. Niahidi kama utarudia tena. Nakuahidi. Sawa. Sitarudia tena na tena na tena. Sawa. Niambie basi kama umenisamehe.
Habari? Salama, vipi hali? Salama. Samahani, naomba nikuulize kitu. Kuna saluni moja hivi ya kiume naitafuta. Sasa nimetafuta mtaani kuhusu nimepotea. Nimeshindwa kuiona. Aha, saluni. Saluni iko upande ule. Ndipo ilipo. Aha. Basi nitashukuru kama utanionyesha ilipo. Yaani nikupeleke? Ndio. Okay, sawa, maana na mimi mwenyewe naelekea maeneo ya huko. Sawa. Sawa. Asante. Basi mimi acha nikuache. Si utajali kama utanisubiri, maana kuna mtu namuona tu mara moja pale afu narudi. Nielekea huko stendi. Na njia sifahamu, mimi ni mgeni wa maeneo haya. Aya, sawa. Basi sawa, nakuja sasa hivi. Ila fanya haraka. Sawa. Haya, asante. Ulipitia? Nimemwona. Umemwona? Asante sana. Haina shida. Binadamu sisi tumeomba kusaidia. Ni kweli. Asante. Naomba unionyeshe stendi ilipo, maana mimi ni mgeni maeneo haya, kwa hiyo. Aha, stendi unapita hii saluni ambayo umetoka wewe. Unanyosha moja kwa moja. Ukikuta kona tu, hapo ndio utakutana basi. Sawa. Haya basi, mimi nakuacha. Naomba namba yako ya simu kama utojali, tuwasiliane, maana umekuwa mwema sana kwangu. Umenisaidia mno. Namba simu? Haya, sawa. Mbona niandikie hapa? Haya. Asante. Nani vile jina lako? Omar. Omar. Basi sawa, namba yangu mwisho 520 nakupigia. Haya, tuwasiliana. Haya, asante. Shukrani sana. Bye. Kesho kwa hiyo utaenda kanisa. Kiangu. Njoo nipokee. Sasa sasa. Salama. Kiangu. Njoo nipokee, si ndio ulivyonizoesha. Kiangu. Nisamehe, najua nimekukosea. Please, nakuomba nisamehe. Maisha haya tunaishi hivi sio mazuri. Tunakaa nyumba moja, unisikilize. Naomba basi nisamehe, najua nimekukosea. Naomba nisamehe. Kiwangu, naongea na wewe lakini. Sikia nikwambie. Chakula nishakuandalia. Kile kule dining, sawa? Mke wangu, unashindwa kunisamehe kweli? Kuna lingine? Lingine nisamehe mke wangu. Mke wangu. Dogo. Naam. Unaona jinsi ninavyoteseka na ndoa yangu. Hivi shemeji yako kipi ambacho kinasababisha mimi asinisamehe? Ni kosa gani kubwa nimeua? Basi kuwa makini sana katika uoaji wako. Usije ukateseka kama ninavyoteseka mimi. Sawa. Sasa, tukale. Wewe tangulia tu, mimi unajua nimelungwa pale barabarani, kwa hiyo kidogo najisikia nimeshiba. Yaani vile vitu ndio umeshiba. Wewe nenda tu, mimi nitakula hata baadaye. Kweli wewe nunda. Haya.
Flo. Kwa hiyo ina maana ndo umeshindwa hata kula. Ni kweli mdogo wangu, umeshindwa kula. Sikia. Mimi nikwambia tu kitu kimoja kaka. Hebu jaribu kama kutakuwa kuna tatizo uliweke sawa, ili wewe na mkeo mambo yarudi kama zamani. Unajua kaka, ukimwacha huyo mke hutopata tena mke mwingine kama huyo. Kwa mimi nikwambia tu kama mdogo wako, hebu jaribu kuweka sawa. Sitaki, nimesema niache. Lakini subiri basi. Sitaki. Subiri. Sitaki bana. Unashindwa kunielewa mke wangu? Kwache vipi? Sitaki. Mzee. Ndugu yangu. Vipi bwana wewe? Safi vipi? Fresh vipi? Bomba. Unawaza sana. Karibu bwana. Chukua kidogo. Bwana shukuru. Shukuru ndugu yangu. Naona umetulia mwenyewe hapa nyumbani nini mzee? Bwana. Vipi? Fresh. Nilikuja pale ofisini kwako bwana. Sikukukuta. Leo? Leo nilikuja. Mbona nilikuwepo, labda kuna muda fulani nilitoka hivi. Itakuwa mdogo ambao ulifika wewe. Vipi lakini? Mke wangu. Sio kichwa. Ndugu yangu, bila shaka mpaka unaongea hivyo, wewe una mambo yamekukuta bwana ndugu yangu. Sasa kama kuna jambo limekuta ndani ya ndoa ndugu yangu, na kauli yako ile ya mwanzo uliyosema kwamba unafikiria swala la ndoa na nini mwanamke, kwanza nikwambie pole. Pole ndugu yangu. Huo ndo ukubwa. Na hizo ndo changamoto za ndoa hizo. Labda nikwambie kitu kimoja rafiki yangu, kama unaona mwanamke anakuchanganya, na maana yake ni kwamba mwanamke uliyemuoa ameshindwa kutambua thamani yake ya ndoa. Sijui unanielewa? Kama iwapo unaona anazidi kukuvuruga, yani maana yake kwamba labda tabia zake zimebadilika ndani ya ndoa. Ndugu yangu, maana yake huyo mwanamke kakupa nafasi ya wewe yani kufikiria vitu, yani kumfikiria mwanamke mwingine kulikava nafasi yake. Kama nakuelewa vile. Kukuelewa nimeweza kukuelewa, ila ili swala la kumwacha hapana. Nampenda sana mke wangu sana. Kitendo cha kumwacha mimi sitoweza. Rafiki yangu, mpaka umesema hivyo kwamba bado mkeo unampenda, nataka nikushauri kitu kimoja. Oa mwanamke mwingine, mletee mke mwingine, ampe changamoto ya ndoa. Atapata akili na atatambua thamani ya ndoa yake. Kuongeza mke wa pili, ili naona kama nilifate mimi. Yaani unajua umenivumbua. Yaani nashukuru kwanza kwa kunivumbua. Yaani unajua sina wazo lolote. Yaani ningeendelea tu kuteseka hivi ninavyoteseka. Nateseka ndugu yangu. Na mke wangu nateseka sana. 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 Ananiumiza kichwa vibaya.
ila kwa wazo lako mimi na imani nitakaa sawa. Basi ndio hivyo ndugu yangu, mimi niko kwenye shughuli zangu hapo. Nikasema kabla sijafungua ofisi. Basi nashukuru sana bwana kama wazo yako. Bwana poa. Bwana ungekosa wewe. Nisingekuwa na wazo ningekuwa naendelea kuteseka. Kweli sawa sawa. Haya. Au sijadi ndugu yangu. Karibu tena bwana. Bwana poa ndugu yangu. Haya bwana. Nafikiri baadaye. Haina noma. Kweli wawili. Fikra za peke yako. Unataka jua. Ndio maana anajua huwa anakaa anajitenga sana peke yao. Yes. Omari, kuna tabia zake hizi. Mungu wangu. Yaani hapa tuchukua ushahidi. Ngoja. Mungu wangu. Atabisha na hapo. Atabisha. Karibu, hapa ndo nyumbani. Asante. Yaani nafurahi kujua kwenu. Karibu sana. Mimi nafurahi. Maana nilikuwa unataka kulia, nimekwambia sipo, sile. Unajua hauji kweli. Hamna, ni muhimu kuja kwa sababu nakupenda, alafu nataka yaani kila kitu kiwe sawa mimi. Nimefurahi sana umekuja. Lazima ni. Nakupenda sana. Karibu. Kwa hiyo mama yuko? Mama yuko ndani. Kuna mimi naingia ndani. Unaogopa? Wewe chukua rahisi. Mamangu ana shida bana, twende. Omari, kuna tabia zake hizi. Mungu wangu. Ndio mimi yule Zai. Yaani ndio maana mke wake kila siku ana hela kulipa madeni, mambo yenyewe ndio yale. Sasa yaani hana hata aibu yule mwanamke na yule mwanaume. Alo, shoga. Muonyeshe. Hebu tu basi, muonyeshe. yaani mambo unayofanya. Najiangalia vizuri. Una vitu hivi. Si yeye huyo. Mwingine tena, mwingine jamani, mwingine tena. Mwanaume ana nini huyu? Kwa hiyo wameingia humu ndani? Si wameingia humu ndani? Ndio. Halo. Habari. Nakupenda sana mke wangu. Yaani kiukweli nakupenda mno. Kila kitu kinaenda sawa na nimemtafuta shehe. Nimeshaongea naye na wala usijali. Kila kitu kiko sawa. Nataka honeymoon twende Zanzibar. Kuna sehemu nimeiona. Haina shida pena. Nakupenda sana. I love you. Okay. Haya, baby. Mume wangu. Mume wangu. Mume wangu. Mume wangu. Jamani. Mume wangu nakuita wewe. Umeongea mimi? Kwa hiyo simu ndio inakufanya usinisikie hata sauti yangu?
Kwa sababu mimi nakukumbusha kuhusu ile ahadi ya nguo uliyosema utaenda kuninunulia mume wangu. Mume wangu. Mume wangu. Mungu hata sielewi. Shoga zangu. Huyu mwanaume leo ana siku ya 3. Hata simu hajarudi nyumbani. Wewe shoga yangu unajua amepata ajali. So kweli. Huyo yuko kwa mwanamke. Sasa basi apokee simu aniambie kama visa sikashanifanyia sana tu. Apokee simu. Kwa kwambia mke wangu niko kwa mwanamke mwingine. Kweli? Wewe unaweza? Labda atakuwa amepata hata bahati mbaya huko njiani, mimi siwezi kujua. Hawezi kukwambia hivyo na atakuwepo huko. Atakuwepo. Kwa hiyo anaweza akawa yuko salama. Tusema yupo. Mimi hata sielewi yani. Sielewi dada. Sasa hivi nimekuwa amani sina, raha sina. Ndoa yangu ilikuwa ya furaha. Hasa siku zote hizi. Ya 3 hajarudi nyumbani. nimekuletea zawadi nzuri utaipenda. Yaani nimekuletea msaidizi. Mdada wa kazi. Mdada wa kazi? Utafurahi. Dei. Umeona? Umeona chuma? Umeona chuma hiki? Karibu. Asante. Labda nikutambulishe. Huyu ndio mke wangu. Sawa? Mke wangu, ngoja nikutambulishe. Huyu ndio mke wangu wa pili, ambao zile shida zako zote unaniambia sije nachoka, sinafanyaje, nafanya, huyu atazifanya. Atazifanya. Sijui umenielewa? Okay, mke wangu. Twende ndani kupumzika. Twende mwanangu. Mwenzangu mimi siwezi kukaa hapa. Dada, pole, ndo maisha, ndo dunia. Shoga yangu, mwanaume wako huyu hivi utaweza?
Hujambo? Si jambo. Leo nimekuletea zawadi. Jamani. Gani? Kwa kuwa mwezi huu umenielea vizuri mpaka nimefurahi. Wow, nzuri. Umefurahi? Sana. Umefurahi? Asante baby. Asante sana. Mwanangu umefurahi? Sana. Okay. We, ukitaka zawadi kama hizi, basi unielewe vizuri. Umeona mzee? Sio unakaa tu, unakaa ujui mahaba ni nini, ujui mtu analelewaje, yani umekaa tu. Nahitaji malezi mazuri. Nahitaji mabusu kama hivi. Umeelewa? Sasa mke wangu, Twende kupumzika. Vipi? Hiyo nguo vipi? Unapeleka wapi? Au ndo ushirikina umeanza? Kwani vipi? Sitaki maneno na wewe. Naomba rudisha nguo yangu. Sikia nikwambie. Na mimi nina haki yangu kama mke ndani ya nyumba hii. Umenielewa? Na chochote kinachoingia ndani ya hii nyumba nina haki ya kukipata. Kwa hiyo unataka kusemaje? Sikurudishi. Naomba nguo yangu. Sirudishi. Unanitania. Nguo ni haki yangu na mimi kupata. Sirudishi. kwa nini mnagombana? Huyu amechukua kanga yangu. Kullu nafsi dhaikatul maut. Kila nafsi itaonja mauti. Leo hii wewe una ugomvi na huyu. Kaja kafa. Unani atakaye kusamehe? Afu ndoa ni ibada. Pindi mtakuwa mnagombana, mimi ndo napata dhambi. Mimi sijapenda kitu hichi kitokee. Nadhani mmenielewa. Mpe kanga. Mke wangu, mpe kanga. Nipe kanga. Unaitupa vipi hapa? Sitaki maneno. Sitaki maneno. Mnanielewa? Ndio. Twendeni. Yale. Chakula cha leo ni kitamu. Umepika Zainab. Na najua upishi wako ulivyo. Yaani ninachokupendea hapo tu katika mapishi. Unajua wewe hata mtu akiwa anakufa akaja akalishwa tonge moja tu ulilopika wewe. Kama hivyo. Yaani lazima azinduke. Yaani nakupendea hapo mkangu. Unajua mapishi. Yaani ulipofundishwa umefundishwa kweli. Penda sana mkangu. Asante mume wangu. Na mimi nakupenda. Mume wangu, na mimi sinajua kupika. Unajua kupika ila hauwezi kumfikia huyo. Msubiri mke wangu. Kaa ule. Jitahidi na wewe kupika. Tatizo mnavamia tu ndoa wakati kupika hamjui. Ndio ukae ule. Mke wangu.
Zaituni, fungulia mke wangu basi, na najua unanisikia. Zaituni, mbona nakasirika vitu vidogo nakasirika? Zaituni, Zaituni, Zaituni. 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 Unataka nilale hapa ukumbini? Unataka nilale koridoni? Najua unanisikia. Mtu unakasirika vitu kidogo. Sawa. Mke wangu mwenyewe ananitesa. Nyumba yangu mwenyewe nalazwa koridoni. Hivi kweli hizi hasira gani Zaituni? Zaituni. Ona sasa mume wangu. Nyumba yako mwenyewe alafu unalala kwenye korido. Kwa ulikuwa kulala kwenye korido mume wangu? Sinaongea na wewe. Ulijiona ufahari kuoa tu ovyo. Kila mwanamke anayepita mbele yako ulihisi ni sahihi kuwa mke wako, si ndio? Angalia yanayokukuta sasa. Mimi ndo mke wako. Mimi Bi Zainab ndo mke wako. Hakuna mwanamke mwingine yeyote atakayekuonea huruma zaidi yangu. Njoo lale. Unajua kwamba leo zamu yangu au uko unafanya nini? Na chokoleti kwa kitu gani? Kwani silikuwa nakugongea hapa na nakuita. Washindwa kufungua. Nilikuwa nakufundisha adabu. Usona nidhalilisha mbele ya wapinzani wenzangu. Twende huko. Umetambua mbafu unataka. Twende bana. Yangu ndio. Kwa hiyo yupo. Yupo sana. Mimi nikajua labda anafanya kazi. Yupo, tunashinda wote. Tunapata shida sana. Tutafanyaje? Tuletea mtu mweupe yule. Mwache. Ila ingekuwa mimi ningemfinya yule, ningemkunguta. Wewe na umezidi upole, changamka, changamsha mwili huu, changamsha. Sasa nifanyaje sasa? Mimi nitafanya nini? Yaani natamani kama ningekuwa mimi. Ningekuwa mimi? Naona mmekaa. Kwani hamna cha kufanya? Mmekalia maneno tu umbea. Halafu wewe, leo si zamu yako kufanya usafi huko ndani? Au unajitoa fahamu kwamba sio zamu yako kufanya usafi? Unataka nani akufanyie? Kwa lazima kufanya sasa hivi. Nitafanya kwa wakati wangu. Wewe na changamka bwana.
Kumbe unataka kufanya saa ngapi? Labda tukiuliza mwenzetu. Wakati sasa hivi unatakiwa ufanye usafi, nyumba iwe safi, bwana akiamka kute nyumba iko umekaa hapo unapiga ombea na huyo mpuuzi mwenzio asijielewa. Wewe huyo sio mimi. Naye changamka umekaa tu zoba zoba. Wewe mwache mwenzie. Shemeji. Wanapiga. Wewe. Mwache. 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 Wewe. Alafu wewe ni mkorofi. Sipendi ukorofi wako umletee huyu. Yeye ndo mkorofi. Ni wewe? Mimi yeye hapo sio mimi. Lazima uwe wewe. Yeye ndo mkorofi sio mimi yeye. Kelele ninapoongea mimi. Umeumia? Pole. Subutu tena kumgusa huyu. Utaona moto wangu. Pumbavu. Tena wewe. Afadhali nimekuta. Yaani nimechoka kuzungushwa. Nataka hela yangu, nimechoka wewe mama. Basi ongea taratibu. Nyamaza. Unawapa faida majirani. Naongea mama. Sikia. Nataka hela yangu. Mimi nina hela ya riba tu. Kuna nini hapa jamani? Kuna nini? Kuna nini nauliza? Wewe kuna nini hapa? Kwani kuna nini? Kuna nini hapa? Wewe kuna nini hapa tokea? Wewe shida nini? Yangu inanipanga. Unako gani? Shida nini? Hebu nyanyuka uniambie. Njoo uniambie. Njoo. Niambie shida nini? Zainabu nataka hela yangu. Zainabu nataka hela yangu. Subiri kwanza. Shida nini? Shida ni nini? Namdai hela yangu. Shilingi ngapi unamdai? Namdai 40. Okay, ile zote zikise 40. Kwanza mtume 40 tupu. Muone mmenitia hasara ya kiatu. Nataka hela yangu jamani. Hebu tuachie kelele dada, tutaji kelele. Naomba ile yako nikutumie. Naomba niandikie namba yako hapa. Tumechoka na kelele. Shika. Fanya haraka. Ya dada asante. Wewe una bahati. Nikopesha tena ni tembo nimekaa pale. Muone kwanza hapo kwa mwembamba kama sipaku za genge. Kwenda hapa tushalipo. Unasemaje? Unasemaje? Toka kule ushalipo unalialia. Hilo na ile 40 hilo. Anachukua kalipi huyo. Hilo na ile 40 hilo. Basi njoo jamani, tuongee tu. Tukae hapa tuongee. Ndugu yangu, nakushukuru sana kwa kunilipia deni langu, maana ilikuwa inanikosesha amani kila siku. Kumbe unanipenda? Sikupendi. Ungekuwa unipenda ungenilipia. Nimelipa tu kwa sababu nimeona umetengwa hivi. Yaani kama vile kifaranga kitaka kuchukuliwa na mwewe. Unanipenda sana. Yaani tuendelee kupendana. Maana tukiishi kwa upendo kama hivi, yani tunaishi kwa amani sana na tutashirikiana mambo mengi sana. Kabisa. Asante.
wake wa shehe leo hii wanacheza mziki humu ndani. Hivi nyinyi mna akili timamu kweli? Nyinyi sio watoto wa Kiislamu nyinyi. Mziki na nyinyi wapi na wapi? Si ule mkeka hata kasida ya Maulidi. Alafu wewe, kwa nini unambadilisha huyu? Mimi simbadilishi. Ulisema mke wako akapooza, kwa hiyo namchangamsha. Kwa nini nilikwambia umfundishe mziki? Kuna tatizo. Kanekane maji ya kuoga. Ngoja nikampashie. Upashi maji ya moto ya nini? Kamwekea maji ya baridi apambane nayo. Atasema. Akikiwasha ndo tutajua hapo tunasepa. Wewe nenda. Kamwekea oge hivyo hivyo. Amna. Sasa nikwambie, kwa majira ya baridi, yani kisaka kinaanza sasa hivi. Wewe subiri tuone. Ndani ya sekunde 3 kitawaka. 1, 2, 3. Nani kaweka maji baridi? Nauliza nyinyi, nani kaweka maji baridi? Mimi naoga maji baridi? Toka lini kaoga maji baridi? Mke mmoja shida, naongeza wa pili shida, na nitaongeza wa 3. Pumbavu zenu. Halafu hivi inakuwaje unakuwa unalipikisa madeni hivyo? Unajua haikuwa hivyo kipindi cha nyuma. Zamani mume alikuwa anaacha pesa ya kutosha tu. Lakini kadri siku zinavyoenda, yani kiwango kinapungua. Sasa inafika mahali ajikuta anashindwa, anaingia madukani, anaingia wapi. Nikihisi labda siku moja mume atanipa fungu la kutosha, nimalizane nao. Lakini inakuwa ndivyo sivyo. Kuna kikoba ambacho hicho mimi kimenisaidia vitu vingi sana. Kimenifanya sasa na miliki biashara zangu na maduka yangu mawili. Nina kiwanja. Kikoba kimenisaidia sana kiukweli. Kwa hiyo natamani ungeingia huko. Asa huko kwenye vikoba naingiaje ndugu yangu? Si ndio mambo ya hela tena, mara kiingilio, mara nini. Of course ile inatakiwa hapo, ili uweze kuingia inatakiwa kama 500 hivi ndio uweze kuingia. Lakini sasa itabidi niwe na biashara. Kuzipata kweli ni changamoto kubwa sana, ila usijali, niachie mimi. Nitakupambania zipatikane. Hata sijategemea. Hiyo mimi nitaipambania, itapatikana. Basi sawa. Tuombe heri. Na mwisho wa mwaka tukivunja kikoba, ndio utapata sasa mtaji mkubwa, utaanza kujiwekeza na wewe, utaanza kujisimamia hivyo. Kwa hiyo hapa mwanzoni nitapambana. Aisee. Mwenyezi Mungu atusaidie. Unajua mimi sindi jambo. Yaani nilipokuwa nikikuona kipindi cha mwanzoni. Nilikuwa naonaje? Nilikuwa naona mtu ambaye hauingiliki hata kidogo. Ni kawaida sana. Umemwona wewe? Huyo sasa ndio atakayelipa hivi vinywaji, ndio atakayetupa 500. Ndio. Mambo. Salama. Poa, habari? Poa, kwema. Kwema. Karibu waagize. Talipa. Wanaume huwa tunapenda kulipa, tende kulipiwa. Kwa nitalipa mimi kwa kweli. Sawa? Okay, sawa. Kuna sehemu nataka niwahi kidogo kwenye biashara zangu. Nafikiri tubadilishane mawasiliano alafu nitawalipia afu tutawasiliana baadaye. Haina shida. Nafikiri ngoja niwaachie pesa kidogo.
kufahamu maswala fulani. Mbona kama wameniamini hivi? Hivyo ndo mambo yanavyoenda mjini. Dada upo? Na bwana akipita hapa akatukuta, itakuwaje? Sasa tuko wote, atamind nini? Unajua alikuwa apende habari ya mimi kwenda sokoni. Wewe. Lakini sasa hivi hata simuelewi. Yaani anaruhusu kabisa. Hivi anavyoendaga huko sokoni, ananunua mahitaji ambayo unahitaji kwa ajili ya nyumbani yote, yani hivyo, labda nyanya, karoti, vitunguu. Yaani nakwambia bora aende yeye. Akienda yeye anajua kuchagua vitu. Kama ni nyanya akichukua zitakaa hata siku 3-4 haziivi haraka. Hatari. Hivi nikuulize kitu. Nini tena? Hivi mume wangu ulikutana naye vipi? Yani mlikutana wapi yani? Maana na shauku ya kutaka kujua. Yaani mimi nilikuwa nimeenda zangu saloni pale hivi. Kwanza na huyu Sabina, unamkumbuka? Nakumbuka yule dada mrembo, alikuwa anajifanya sio mrembo hivyo, lakini anajishaua, anajifanya mzuri yeye, sio nini, unamkumbuka? nakumbuka. Sasa anataka kunitega mambo ya kiajabu, sio nini, yani hivyo analinga, analetea mambo ya yani haelewi, kama akikuona kama anakunyali, sio nini, analinga na bwanake, anatambia mtani atupumue. Mimi nikamwambia hata usiwazi, nakupa wiki mbili. Huyo jamaa anamkamata na kwa naye hapa. Kweli hivyo ninavyokuhadisia shughuli yangu, jamani, niko naye. Sasa hivi niko tu namwangalia, tunamzoom. Lakini jamani ndo niko naye, ndo nishamchukua kwa, nataka tuone hayo malengo yake. Huko kujisifia kwamba mume wangu hawezi kunisaliti, mume wangu hawezi sikufanya nini. Ndio hivyo niko naye. Kumbe ndo maana amepita hapa. Yale na pressure na anamtafuta mume wake. Usiniambie. Basi ndio hivyo. Na habari ndio hiyo shoga, kama uko hujajua ndio hivyo. Kumbe uko naye. Niko naye. Nimemtuliza kwenye 18. Sina muonaje yule dada. Unijua sinaga shombovu sana. Hivyo. Kwa shoga yangu habari ndio hiyo kama nilikwambia. Sasa kwenye hapa nawe ndio kuonana na huyo bwana. Kwa hiyo mimi nitawasiliana bye. Poa poa. Samani dada, mimi najua mimi na wewe hatufahamiani, ila kuna issue nataka niongee na wewe, si utanikubalia? Nakusikiliza. Kuna mtu anajishaua sana, kwa ninahitaji unifanyie kazi moja, na kazi yenyewe nataka utoke na mume wake, sawa? Hiyo ni kazi ndogo sana. Hela yako tu dada. Umenichekesha sana. Nafikiri kazi yangu utaiweza, au sio? Bila shaka. Basi usijai kwa hilo. Hela yako ipo, ila fanya kazi yangu kwa usahihi. Hamna tatizo. Wewe niambie ni lini na wapi na saa ngapi? Hiyo lini haina umuhimu. Yaani kikubwa kazi ianze. Basi usijali kwa hilo. Niko naomba namba zako. Okay, fine. Nitakuandikia. Hapa. Okay. Basi tutawasiliana. Hamna shida. Kwa hili. Bye. Kwa habari ndo ilianzia hapa. Aise. Huyo mdada wewe ulikuwa unajuana naye? Hapana, mimi kwa sijuani naye, ila wewe unajuana naye. Wewe? Ndio. Kwa ndo akakupa kazi ya kunichukulia mume? Na hela alinilipa hela. Jamani, hivi
binadamu mwenzio anaweza kukufanyia vitu kama hivyo? Ndio hivyo, ushangae wanadamu tulivyo. Ila umeonekana umeumia sana, tukamwanzishie nini? Hamna. Hamna vipi tena? Mwache tu. Wewe tumfuate, acha ujinga. Mtu amekuumiza hivyo muda mrefu, akakufanyia hivi, akakufanyia vile, unataka kumwacha hivi hivi? Sasa tunamfanyaje? Twende tukamfanyie timbwili. Kufanya usafi. Yaani wewe ndio ulioamua kunivurugia mimi ndoa yangu, si ndio? Umemaliza? Unapoongea na mimi naomba usimame. Ulikuwa unatakaje? Kwa hiyo mpaka sasa hivi umeambulia nini? Alafu wewe nilikupa hela yangu. Tena naomba unyamaze. Wewe mimi nilikuwa najua nipewa kwa mtu mkorofi, si mtu wa ajabu. Kumbe umenipewa kwa mtu mstaarabu ambaye siwezi kufanya hata kitu chochote. Hivi una akili kweli wewe? Hivi hiyo pesa yako ulishinda kunifanyia hata biashara wewe. Mpaka huyu unakuja kila sana wewe. Mbavu kabisa wewe. We. Hivi nyinyi mna adabu gani? Adabu gani inakufundisheni? Hivi amuone mnanizalisha mimi? Nakwambia wewe mpumbavu. Twende nyumbani. Nasinzia leo. Usikulala. Na harakati zote hizi na mitihani yote hiyo, usingizi wenyewe unakuja. Uoge ukalale. Amjambo. Naongea na nyinyi wajeuri wa tabia. Sasa sikilizeni. Katika maisha yangu nilikuwa nataka wake wawili. Nikaoa wake wawili, akaja akawa mke huyu mmoja. Yesi meungana. Ina maana mke mmoja. Sasa huyu ndo mke wa pili. Mkae mkijua. Nisiwe jeuri. Nampenda mke wangu na nimeoa. Twende mama ukapumzike. Toa mguu. Yaani ameongeza mke wa pili. Mimi sijaongea. Nimemwacha tu aendelee na mambo yake. Tena sasa hivi anaongeza tena mke wa tatu. Inaishije humu ndani? Kila siku ni matukio. Mbona familia inakuwa hivi? Moyo wangu unaniuma. Sikiza nikwambie kitu, sawa? Mambo yote yatakaa sawa, niamini. Yatakaa vipi sawa? Kama hivi leo unaona anatuletea mke mwingine. Yatakaa sawa.
kwa sababu nitahakikisha huyu mwanamke anaondoka humo ndani na hatokarudi tena. Ataondoka vipi sasa? Hilo wewe niachie mimi. Mimi nitajua cha kufanya. Sawa? Sawa. Na kitu kingine, huyu mwanaume ambaye hajielewi huyu, mimi nitamnyosha kama Lola. Atakaa sawa kweli? Yaani atakaa sawa. Unashaka na mimi? Hapana. Basi. Na kitu kingine sasa, baada ya hayo yote, na mimi pia nitaondoka. Sasa unaenda wapi? Naenda kule kwenye ndoa yangu ya kwanza. Unajua mimi niliolewaga. Niliolewa ila kwa kuna maisha fulani hivi nilikuwa naishi ambayo nilikuwa siyapendi. Maisha kubanwa, hauko free. Kwa hiyo ugomvi mara kwa mara. Lakini sasa kutokana na hivyo na mambo yaliyopo, na yeye mwenye kiasi kwa anipigia simu nirudi. Nimeona sio jambo baya kurudi. Kwa hiyo mimi nitabaki mwenyewe na wewe utaondoka? Mimi nitaondoka. Na mume wangu atakaa sawa? Kabisa. Lakini nimekuzoea. Usijali, tutakuwa tunawasiliana. Nitakuwa nakuja kukusalimia, unakuja huko niliko.